mchanganyiko wa vyakula na mazao tofauti tofauti. Mfano, imeandaliwa kinywaji ambacho kimetokana na aloe vera, lakini pia mchanganyiko wa tangawizi, mchanganyiko wa kitunguu maji na kitunguu saumu. Lakini hivi vyote vitasagwa vizuri kwenye blender na kisha baada hapo kikapatikana kinywaji. Ila kinywaji hiki kimetokana na vyakula vya asili ambavyo tu vimeingizwa kwenye mchakato mmoja wa kuweza kusagwa kwenye blender na kisha kikapatikana kinywaji ambacho kimechujwa vizuri, ndipo kikatumika kwenye tiba. Hii inabakia kuwa ni tiba asili kwa sababu hata maandalizi yake tunaweza kuona yamepitia mchakato mfupi sana ambao haujahitaji vifaa vya kisasa vilivyoboreshwa kupeleka kwenye hali tofauti na asili yake. Hii ndio tiba asili. Na tiba mbadala tumeshaona ni ile ile tiba asili, lakini imeboreshwa zaidi, imetumia vifaa vya kiteknolojia ili kuweza kufanya nini, kuipeleka kwenye hali ambayo huenda kwa mtu ambaye anatizama anaweza kuona inakaribia kwenye tiba za kisasa. Je, sasa tufahamu tiba za kisasa ni nini? Tiba za kisasa ni tiba ambazo zinafahamika kwamba ni tiba zinazopatikana kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, kuanzia kwenye level ya dispensary mpaka kufikia kwenye level ya juu kabisa ambayo ni hospitali ya taifa. Lakini je, kwa nini tunafahamishana tofauti ya tiba hizi? Ili kila mmoja aweze kufahamu ni zipi tofauti kati ya hizi tiba na ni namna gani tiba hizi zinavyotegemeana. Hapo awali ilikuwa tiba za kisasa ndio tiba ambazo zilikuwa zinatumika zaidi katika mifumo ya afya kiujumla na hasa katika jamii nzima. Tunapozungumzia afya tulikuwa tuna bezi zaidi kwenye tiba za kisasa. Lakini baada ya tafiti mbalimbali zilizofanyika mnamo miaka ya 1980 huko, basi kuna tafiti mbalimbali zilifanyika na zikabaini kwamba iko mimea na yako matunda na ziko baadhi ya majani ambayo yanasaidia sana katika kuhakikisha kwamba yanafanya vizuri kuondosha au kupambana dhidi ya maradhi ambayo pengine kwenye hizi tiba za kisasa. Tiba hizi zinategemeana kwa namna ifuatayo. Ili mtu uweze kumtibu vizuri mgonjwa wako, mathalan ana changamoto ya vidonda vya tumbo, pengine hatua ya kwanza inaweza kuwa ni kwanza lazima ufahamu mgonjwa huyu ana changamoto gani. Sasa kufahamu changamoto ya mgonjwa maanake lazima ihusishe matumizi ya vifaa. Sasa iwapo kifaa kitabaini aina ya changamoto aliyokuwa nayo mgonjwa, basi ndipo pale inakuwa ni rahisi zaidi mgonjwa huyu kuamua ni aina gani ya dawa ambayo anaweza kuitumia ili aweze kunufaika na dawa hiyo. Kwa maana hiyo sasa kwenye tiba asili, namna ya kuweza kubaini au kudiagnose magonjwa inawezekana ikawa changamoto kutokana na aina ya vifaa ambavyo vinatumika, ijapokuwa ziko baadhi ya mashine ambazo zinatumika kuweza kubaini changamoto zilizopo ndani ya mwili na kisha kuamua ni aina gani ya tiba au aina gani ya dawa ya asili inaweza kutumika au aina gani ya dawa mbadala inaweza kutumika kwa ajili ya kuhakikisha inaondosha changamoto hiyo ambayo imebainika kwenye kifaa hicho kwamba ndiyo ambayo inamsumbua mgonjwa. Lakini pia ukienda kwenye tiba za kisasa, kuna vifaa mbalimbali ambavyo vinaonyesha au vina uwezo mkubwa sana wa kuweza kubaini changamoto aliyokuwa nayo mgonjwa. Lakini baada ya kuwa imebaini changamoto aliyokuwa nayo mgonjwa, ziko dawa ambazo ndiyo tiba sasa yale magonjwa ambayo kwamba yameweza kubainika kwamba mgonjwa huyu ndo anasumbuliwa nayo. Sasa baada ya kuwa yamebainika kwenye hizi tiba za kisasa na dawa zake tayari zishafahamika kwamba mgonjwa huyu atatumia aina fulani ya dawa, lakini pia watafiti hawa ambao waliweza kufanya utafiti wakabaini kwamba pamoja na hizi tiba za kisasa ambazo tunazitumia, lakini pia iwapo itatumika na aina fulani ya mmea au aina fulani ya dawa ambayo ni ya asili, inaweza kusaidia pamoja na matumizi ya hii matibabu anayoendelea nayo mgonjwa kuweza kumpa faida zaidi ya kuweza kusababisha recovery ya mapema kwa mgonjwa huyu ambaye anaendelea na matibabu kwa tiba ya kisasa, lakini akaongeza na tiba ya asili, kwa maana kwamba tiba asili pia ikawa ni sehemu katika ile tiba ambayo mgonjwa anaendelea kuipata. Na baada ya kuwa wamebaini hilo watafiti hawa, na hawa ni watafiti ambao wapo kwenye taasisi ambayo inafahamika kama NIMR, yani National Institute of Medical Research. Hawa ndo wenye jukumu la kufuatilia
na kuweza kufanya tafiti mbalimbali katika mimea tiba, lakini pia katika tiba nyinginezo, yani kuanzia michakato ya maandalizi ya dawa, ima ziwe ni dawa za asili, dawa zilizopo kwenye tiba mbadala au tiba za kisasa. Basi hawa ndo wanaofanya tafiti na kubaini iwapo dawa hizo zinaweza kuwa na manufaa au zinaweza kuwa na madhara, ili waweze kudhibiti matumizi ya dawa hizo, ili kuto kusababisha matatizo au kuto kusababisha changamoto zaidi kwa watumiaji wa dawa hizo, ili kuendelea kulinda uhai wa watumiaji au kuendelea kulinda afya za watumiaji wa dawa hizo. Kwa maana hiyo sasa, baada ya kubaini hilo na kuonekana kwamba matokeo yamekuwa ni bora zaidi, basi mfumo wa Wizara ya Afya ukaamua kuingiza utaratibu mzuri wa kuweza kuzifanyia tafiti tiba hizi za asili na tiba mbadala, na baada ya kuwa zimethibitishwa kwamba zinafaa kwa matumizi, basi wanaweza kutumia watumiaji, kwa kuwa ni tayari zimeshasajiliwa kwamba zinafaa kwa matumizi na madhara yake tayari yashabainishwa kwamba iwapo mtumiaji atatumia dawa hii, madhara yake kiafya, kwa maana kwamba hawezi kupata madhara zaidi ya maudhi, isipokuwa ni safe kwa ajili ya matumizi. Kwa maana kwamba maudhi yanaweza kuwepo, lakini pia ndani yake utafanyika utafiti ikiwa kuna aina fulani ya makundi ya watu ambao hawatakuwa na hawafai kutumia dawa zile, pia itabainishwa kwenye dawa hizo kwamba huenda labda mjamzito asitumie aina hii ya dawa, mtu mwenye changamoto ya vigandisha damu au ana changamoto ya hemophilia, basi huyu naye hafai kutumia aina fulani ya dawa, au mtu mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo hafai kutumia aina fulani ya dawa. Hayo yote yanabainishwa na kudhibitiwa vizuri na taasisi hii baada ya tafiti kufanyika, baada ya waandalizi au wale matabibu kuwa wamepeleka aina hizo za dawa ili ziweze kufanyiwa uchunguzi kuona kama zinafaa kwa ajili ya matibabu na tiba kwa watumiaji. Sasa je, tunafahamu ni namna gani sasa Wizara ya Afya ilivyofanya ilivyounganisha hizi aina zote za tiba ambazo tumezizungumza kuwa ni kitu ambacho kinaweza kikasaidia kusababisha au kupelekea matibabu au tiba nzuri kwa mgonjwa. Hii kitaalamu tunaita integration. Wameweza kuintegrate kati ya hizi tiba zote na kuwa kitu cha aina moja, na kuweka mfumo ambao kwamba yule ambaye atakuwa ni tabibu wa tiba hizi za asili au tiba mbadala, basi sharti la kwanza ni lazima awe amesajiliwa, ili kwamba aweze kuwa amepewa ithibati ya kuonyesha kwamba yeye ana uwezo wa kuweza kuandaa aina fulani ya dawa, ambazo nazo pia lazima ziwe zimekaguliwa na kuona kwamba zinafaa kwa matumizi, na kisha yeye mwenyewe ana uwezo wa kubaini aina za magonjwa kutokana na kwamba amepata mafunzo ya kuweza kujua ni namna gani anaweza kutibu aina hizo za maradhi. Na ndivyo ambavyo sasa ikagawa makundi ya aina ya watoa huduma wa tiba hizi katika namna tofauti tofauti, kwa maana kwamba wako baadhi ambao wanasajiliwa wanasajiliwa chini ya Wizara ya Afya kwamba wao ni matabibu, kwamba watakuwa wakiwahudumia wagonjwa kama waganga. Hawa ni waganga, wanakuwa wanawaganga wagonjwa kwa maana ya kugundua magonjwa yao na kujua ni aina zipi ya dawa za asili wanaweza kuzitumia kuweza kujitibu maradhi hayo. Lakini pia wako ambao wamesajiliwa kama wakunga wa asili, kwa maana kwamba wamesajiliwa kwamba wana uwezo wa kutoa huduma za afya kwa upande wa kuzalisha kina mama kwa njia za asili, pamoja na matumizi ya dawa za asili ambazo zinafahamika kwamba zinasaidia katika namna moja au namna nyingine katika kuboresha afya ya mama mjamzito kuanzia mwanzo wa ujauzito mpaka kufikia hatua ya kujifungua. Lakini pia wako ambao wengine wanasajiliwa kama wasaidizi wa waganga, kwa maana kwamba yeye anakuwa ni msaidizi wa tabibu. Ni mfano wake kama tungepeleka kwenye hizi tiba za kisasa, tunamaanisha kwamba yeye atakaa kwenye nafasi ya kuuguza wale wagonjwa ambao kwamba wanakuwa wamefika kwenye vituo hivyo vya tiba za asili waweze kupata matibabu. Na hizi tiba za asili kama tunavyofahamu zinaweza kuwa katika makundi kama tunavyoona haya makundi ya tiba za kisasa, yani level
kuanzia level ya chini mpaka level ya juu. Tunafahamu wako baadhi ya watoa huduma za tiba za asili ambao wana dispensary. Maanake mtu huyu ana kituo kikubwa cha kutolea huduma, ana uwezo mkubwa na wasaidizi wengi wa kuweza kumsaidia katika kutoa huduma kwa wagonjwa wengi zaidi kwa wakati mmoja. Na wakati mwingine ziko mpaka vituo ambavyo vinaweza kutoa huduma kama kituo cha afya, kwa maana kwamba kikawa na uwezo wa kulaza wagonjwa ambao wanaendelea kupata tiba za asili na tiba mbadala. Nafikiri kwa ufupi, kila mmoja wetu, kwa wale ambao kwamba walikuwa wanafahamu kuhusiana na tiba za asili, tiba mbadala na tiba za kisasa, wanaweza wakawa wameona tofauti zilizopo kati ya tiba hizi na namna gani sasa ambavyo zimeonyesha kwamba zina umuhimu katika jamii, katika matumizi ya kuboresha afya zao, mpaka serikali ikaamua kuintegrate ili kuona namna gani watumiaji wanaendelea kupata faida zaidi na kupata maudhi kidogo, ili kuweza kuhakikisha kwamba afya zao zinakaa vizuri. Sasa hapa tuangalie tahadhari. Lazima tutoe tahadhari ili kila mmoja wetu aweze kufahamu. Nimewafahamisha kuhusiana na tofauti zilizopo kati ya hizi tiba zote. Je, tahadhari ipi sasa ninaitoa kwa wafuatiliaji wangu, lakini pia kwa wagonjwa katika tofauti hizi ambazo tumezifahamu sasa? Kufahamu kuhusu tiba asili haina maana kwamba haufai sasa kutumia tiba za kisasa. Kwa maana kwamba kwa kuwa umefahamu aina fulani ya dawa ambayo inapatikana kiwepesi sana hata katika mazingira yako ya kawaida, ukasema sasa sitotumia tiba za asili, au ukaenda sitotumia tiba za kisasa. Mathalani umekwenda hospitali, daktari akashauri kwamba wewe una changamoto ya aina fulani ya maradhi. Mathalani umeambiwa una changamoto ya sukari. Kisha wakati huo umeshafahamu kwamba aidha kuna aina fulani ya mmea, aina fulani ya matunda na aina fulani ya mbegu zikitumika zinaweza kupunguza sukari na kuiweka kwenye kiwango chake cha kawaida. Ukaamua sasa kuachana na tiba ya kisasa ukatumia tiba ya asili. Hii ndo tahadhari ninayoitoa, kwamba hii haina tafsiri hiyo, isipokuwa huenda katika matumizi ya dawa zile ambazo daktari ameshauri, akashauri pia utumie na aina fulani ya vyakula, aina fulani ya mimea ambayo pia itakusaidia, ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji wa karibu sana wa aina hiyo ya changamoto uliyokuwa nayo. Kwa maana kwamba kama una sukari, basi daktari akashauri utakuwa unatumia aina hii ya dawa na aina hii ya dawa, lakini punguza matumizi ya vyakula hivi na hivi na hivi. Na kama tulivyosema kwenye tiba za asili, vyakula tunavyovitumia vingi katika hivyo vyakula ni dawa, lakini ni wakati gani itatumika kama dawa na wakati gani tunatumia kama chakula? Iwapo haitapitia zile taratibu za maandalizi ya chakula hicho kuwa kama dawa, basi huwezi kutumia chakula hicho kama dawa. Lakini pia katika hivyo vyakula, maanake kuna vyakula baadhi